subiri kwanza. Kelele kama hivi. Subiri kwanza Laiza. Wewe. Jamani msikia anapokelekeza. Tunaharibu historia za hivi. Tusikilizane. Sawa? Wadogo sikiliza. Hizi bagazeti za kupeleka wapi wewe? Rangi wapi dada na wewe? Tumetoka kufanya baba juzi tu. Siwezi katangulia. Ni wadogo. Nini dada zako tupo hapa. Kaza zako baba sema kaka zako tunachopea kuongea. Mnakaa nasikiza video unalala kusikia redio wewe. Usipate raha. Hata kama tusikilizane. Tusikilizane. Tumekaa kikao tunatakiwa tukubaliane wote kitu kimoja. Sawa? Sisi wote ni familia. Jamani, baba yetu kashafariki. Kilichobaki hapa tena wewe kelele. Wewe kelele, msiba umeisha pumbavu wewe. Kelele, msiba umeisha. Mbavu. Wewe tena kelele. Wewe kelele. Neno ni moja tu. Nimeshaongea na mwanasheria, anakuja amalize huu utata wote. Mwanasheria? Mwanasheria wa baba. Usoni mbona sasa tumeshakubaliana hapa kila mtu ape na chake. Kufana vyake kivipi? Aliyokufa kaishaenda. Haya kufa iko kivipi? Tunakufa na sisi sasa. Unapoona akili tulizonazo hapa tunaweza tukakaa nyumba moja sisi. Baba ana nyumba hapa, ana nyumba ile ya kule, ya mjini, ana supermarket, ana mashine. Zinauzwa, tunaona kila mtu anafanya. Wewe tunauza. Subiri kwanza. Wateja wako. Subirini. Hivyo huyu jamani, huyu ni ana akili kwanza, nyinyi msipande kichwani. Ndio maana nimekaa kimya mimi muda wote huu. Nimekaa kimya mimi nakusikia vizuri. Hivi kaka, ninakuheshimu sasa kwa heshima hata siku moja. Kwa hiyo kaka, umekaa katika picha zako, umeona mzee amefariki, sisi wanawake wadhaifu, sisi tumekaa na menzio hivyo, mmetumwana sheria, hayo mashine kufanya nini? Kuja kugawa vichwa? Dada. Sasa kwa mimi kama dada nimeamua. Sio unaelewa hata vitu havigawanyiki kwa sababu. Tayari kote mkija hapa ndio nyumbani. Dada, tuliwaje? Dada. Umezurura umezalia nyumbani. Tena mimi dada kama mwanasheria anaweka mambo vizuri. Hizi mali. Ikitokea hii nyumba ni ya kwangu, utatafuta kwa kukaa. Wewe ulizaa iko wapi? Wewe ulizaa kwa umri uliokuwa nao hapa mpaka mwanasheria aje amalize huu utaka. Ya ilako hilo. Wateja wapo dada, hata hayo mambo. Unataka sizae? Wewe kumzalisha wewe? Ndio hapo. Nini unazalia nyumbani? Akazaa kwa nini? Nenda kaolewa. Nenda huko nimezalia wote. Wale nazalia wote. Mimi nataka tuuze vitu. Niende nikaoe. Mbavu akili. Dada. Usiuze kitu. Wewe umekula mahali unatambia. Na mimba napotoa. Na mimba napotoa. Karibu. Tatizo lako wewe ndio ulikuwa uendi kazini kwa baba. Ndio maana hujui. Sisi ndio tunajua huyu mwanasheria. Huyu. Aliwahi kwenda kwa baba. Sawa. Tusikilize mwanasheria. Haya mwanasheria karibu. Huu mchongo tu. Sio mchongo. Naomba tusikilizane jamani, kwa majina naitwa Amos. Kwa hiyo huyu Octavian Atanas. Mimi ni mwanasheria kutoka kanda ya wilaya. Nimekuja hapa kwa ajili ya kusuluhisha mali za mzee Kobelo. Dada, naomba tusikilizane. Dada, unamwona? Tulia mdogo wangu. Wewe sikiliza tuelewe kinachoendelea hapo. Wewe na hujamwona bwana wako leo. Jamani, naomba mnisikilize. Tulia basi. Ni familia swina. Dada, unamsikia wewe? Ananiambia kutana na mimi huyu. Kama ustadi bora nini? Kama tu. Ugawane mali na nani? Naomba tusikilizane. Nitasoma kama ilivyokuwa imeandikwa. Sawa baba. Mirathi ya mzee Kobelo. Baba mweusi watoto. Mimi mzee Hamisi Kobelo mwenye familia ya watoto 7. Ailini, Mondi, Shabani, Agnes, Lasha, Lazia, Leiza. Si wote mko 7 hapa? Ndio 7. Nagawa mirathi yangu katika familia yangu endapo nitatoweka duniani. Nimeamua kugawa mapema ili watoto wangu wasije wakagombana hapo baadaye. Zangu ni kama zifuatavyo. Naomba hapa tusikilizane kwa sababu tusikiliza. Naomba tusikilizane. Sawa baba. Ili kila mtu ajue yuko nafasi ipi na anachukua nini na nini. Tupo pamoja na wewe,
Huyu mzee alikuwa na mali. Rudia kwanza, naona kama kuna jina limesahaulika hapo. Unaweza kurudia mwanzo. Jina gani? Majina alikuwa tunasoma. Sio kazi yako. Alichokisoma ndio alichoandika baba. Ndio mwana sheria wake. Sasa hivi anasoma kwenye vitengo vya mali. Inawezekana tu uko tu kama mali. Nao soma sulikuwa jamani wote subiri asome mali. Soma. Tulieni sasa. Tulieni. Mwana sheria huyu mzee. Wewe sasa huyu mzee alikuwa na nyumba mbili ambayo ya kwanza ni hii ilipo kule juu. Alikuwa na viwanja vitatu. Kuna miti eka mbili. Miti hiyo naifahamu na tayari serikali ishafika pale ishapima. Migomba ya ndizi. Jamani naomba tusikilizane. Migomba ya ndizi eka 3 na mashine ya mpunga. Alafu kuna supermarket ndio ya mwisho. Tunaingia sasa kwenye hoja ya kugawa. Mzee Kobelo alihitimisha kwa kusema hivyo basi mirathi hii itagawiwa kama ifuatavyo. Ailini ambaye ni mtoto wa kwanza dada yetu hii familia atachukua nyumba ya kwanza ambayo ni hapa. Nitulie. Sababu anakuja dada. Baada ya hapo naomba tusikilizane jamani. Baada ya hapo atapata Mondi ambaye atachukua viwanja viwili. Tusikilizane jamani, muda wangu hapa ni mchache, nitaondoka. Baada ya hapo atapata Leza, atachukua mashine ya mpunga na supermarket. Hiyo mimi Leza. Baada ya hapo jamani, tusikilizane. Baada ya hapo atafuata Shabani ambaye anadai ni mtoto wa 4, atachukua miti eka 2. Baada ya hapo atapata tusikilizane kijana we. Naomba tusikilizane. Baada ya hapo atapata Agnes. Naomba tusikilizane. Baada ya hapo atapata Agnes ambaye huyu Agnes atachukua ekari 2 ya migomba ya ndizi. Baada ya hapo jamani, naomba tusikilizane wote. Mimi nimekuja hapa kuwasuluhisha ili msigombane. Kwa hiyo mnapokuwa mnapiga kelele jamani, tusikilizane. Naomba tusikilizane. Baada ya hapo atapata Lasha ambaye ni mtoto wa 7. Jamani tusikilizane. Naomba tusikilizane. Baada ya hapo atafuata Lasha ambaye ni mtoto wa 7. Mimi nimewekwa mwishoni. Jamani kijana, naomba itifaki zingatiwa. Kijana, dada naomba mtulie. Naomba mtulie jamani, ili niweze kusoma kila mtu akiwa anashika kitu gani. Baada ya hapo atafuata Lasha ambaye atachukua kiwanja eka 1 na migomba ya ndizi eka 1. Hitimisho. Subirini jamani, hitimisho. Subiri hitimisho. Mzee Kobelo alihitimisha kwa kusema kwamba mtoto ambaye anaitwa kwa jina la Kevin sio mtoto wa kumzaa yeye. Naomba tusikilizane.